Wela Libroka hapa, Libroka TV. Leo niko na Cisco, movie wa Body Like This. Nimesema acha nimtafute hapa tuongelee kuhusu ile ngoma mazee inaenda viral sana. Nakwaje? Asalamu alaykum brother. Wa alaykum salaam bro. Shwari vipi nakwaje brother? Alhamdulillah fresh kabisa. Au sio? Ilikuwaje ile deal ilikuwaje? Ngoma fresh bro, ilikuwa fresh tu, fresh kama vile unavyokubali, yani mimi mwenyewe naipenda sana. Idea safi sana, idea bana ilitokezea mahali ambapo kwamba kunaitwa Zikilanazi family ama legacy ya Zikilanazi, unajua haifai kufa, sio? Kwa hivyo idea ilitokana na mzee wetu kwa tukikaa naye hivi marehemu mwenda zake mwanzilishi wa Zikilanazi almaarufu kama Ali B ama Ali Business. Vipi idea ilitoka huko fresh. Basi inshallah basi si pia kama vipi legacy tukasema acha tushike mkono tuendeleze legacy. Sababu ile ndio vibe ya Mombasa music na kabisa ina coastal vibe ndani, yani muziki mzuri, yani muziki wa Mombasa, ile ndio originality ya Mombasa, muziki ndio ile. Sasa nimeona kuna culture fulani hapo ya Mijikenda. Ilikuwaje? Culture kimijikenda kama kawaida, sisi tunapenda Mijikenda, alafu tunapenda sana kuwa sisi asili yetu sisi wenyewe kama vile wa coast. Kuna kama vile na kwa mfano kama ndugu zetu Mombasa wengine wanaimba zile reggaetoni nini si zao, lakini kuna muziki wa coast ambao kama unaitwa Zikilanazi, ndio lile pale lilikuja likafoundiwa fresh na marehemu Ali B kama ninavyokuambia. So ule muziki ni wa kipwani, asili ya kipwani, muziki ambao kwamba umebeba uleo ndani na unyumbani ndani na uzamani ndani, yani muziki la nazi, yani muziki la nazi yani. Kuna ma hip hop kama hivyo ulivyosema, kuna ma reggaeton, mbona ukaingililia kwenye mambo na culture ni Zikilanazi? Okay, mimi kusema la kweli kama watu wengi sana walinijua kwa ngoma ambapo kwamba ilikuwa inaitwa kitaa. Kani kitabu lazima vitu kama hivyo ni hip hop, lakini unakuta hip hop kwetu East Africa ni ngumu sana kutusua bro. Alafu ni ngumu sana kupata kazi za rakopesi. So naona ngoma kama ile nimeimba ile ngoma nzuri sana bro, kama ngoma unaweza kuimba heshima. Ngoma inaweza kuimba kwa heshimiwa, kwa watu wadogo, kwa kila aina, yani imebeba kila mtu ile ngoma, kila mtu. Rule number 1 discipline kwenye ngoma. Ndio kajirekebisha pale, nikaingia pale, nikatoka kwenye hip hop, nikaingia kwenye muziki wetu asili. Afu sasa nilipenda kuingia kwa sababu nikiona legacy itashikiliwa na nani. Na mimi kwa shangia mwana hip hop nikajua Ali B yuko live. Sasa kama vipi Mungu alimpenda zaidi, si tulimpenda kama Mungu alimpenda zaidi. So nikaamua ile legacy Ali B iniingie mimi ama nifanye mimi, sababu ni kitu nilikuwa nakipenda, ni kitu nilikuwa nakifanyia. So mimi kama Zikilanazi mmoja, ni Zikilanazi ambassador, nikaamua legacy ya Zikilanazi lazima itasimama na legacy ya Ali B lazima itajulikana. Inshallah lazima itabakia hai, hata tukifa, hata mimi nikifa. Sasa kuna wengine watabeba pia inshallah. Mungu amrehemu Ali B, au sio? Ukifunga macho ukimkumbuka kama wajifunza nini kutoka kwake yani? Wallahi kusema la kweli, nikifunga macho nikifumbua najifunza kuwa na nidhamu na kumheshimu mdogo na mkubwa, na kuwa na tabia njema, na kupenda amani sana. Alhamdulillah. Rule number 1 discipline. Kila siku akilia nayo hivyo. Na discipline ndio imenipeleka pale mali mpaka niko sahihi, na nashukuru sana na nazidi kujiongeza ili bado, yani najua bado mimi binadamu tunaziteleka hapa na pale, lakini huwa napambana sana kuwa na discipline. Discipline rule number 1 kwenye maisha. Au sio? Alafu aim yako na ile ngoma ama aim yako future inshallah wataka kujiendeleze kivipi bro? Okay, mimi aim yangu kitu kimoja, kama vile nilipokuambia, aim yangu jambo la kwanza legacy ya Zikilanazi ama legacy ya Ali B, ya mtu ambaye kwamba alikuwa boss wetu, ambaye kwamba alishika mkono, ambaye kwamba alitambulisha sana katika vyo vya jamii ama katika muziki wa pwani Kenya, international pia. Legacy yangu bro, nataka kuleta Afrima kwa sababu ya Ali B, kwa ajili ya Ali B na zile ngoma zetu Afrima Awards. Afrima ya kwanza Mombasa, mimi niko sure inshallah watu wakinishika vizuri, watu wakinipa support ya kuangalia peke yake, kujitafuta. Sisi kama vijana tunajitafuta, na madamu mimi sikilema nitajitafuta kivote, lakini support ya kuview, support ya kuangalia, support ya kuweka comment, support ya kunikubali zile kazi ninazofanya, ndio hizo mbili zote mimi naleta Afrima. Niko sure bro, naleta Afrima. Kama mtu yoyote ambaye hajaisikia ngoma, wallahi tumsupport Cisco. Sawa, tuingie pale, atatuambia namba zake za simu tukimalizia, na ngoma utalipata vipi kwa jina, ndio sote tu jamaa tuende tukamsupport ngoma hit na hit sana. Sawa. So Mombasa ile ya zamani, hata jina limebadilika Zomba, hata ukipita mitaani Zomba tasikia watoto wote wakisema 001. Mambo vipi? Hapa ni Cisco Mombasa. Ingia katika YouTube channel #Zikilanazi ama
tafuta Cisco Mombasa ama Ziki la Nazi, search, utapata mziki mzuri wa Mombasa finest music vibe pure, msafi mtamu. Eka comment yako kama kuna tatizo pale ama kuna ubaya, turekebisheni. Nyinyi ndio mabosi wetu na sisi ndio vijakazi wenu. Kama vipi, sikia utamu wa Ziki la Nazi, Cisco Mombasa, kila platform zote wewe utanipata pale. Kama vipi, usisahau subscribe, kuna mziki mzuri unakuja. Wakenya tuwe na matumaini, ipo siku Kenya yetu itaimarika, sijali, iko njiani. Shukran. Cisco apatikana wapi na wapi bro? Mimi bro napatikana katika mitandao ya kijamii ama wapi na wapi, vipi sijakuelewa bro? Ki social media, TikTok, najua uko TikTok. Mimi napatikana all platforms za social media, mimi napatikana sawa, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Cisco Mombasa. Na wale ambao watakusupport kinamba, mobile number. Okay, mobile number ukiona na shughuli yako ambapo kwamba unajua iko Mombasa na nimeimba nyimbo ambapo kwamba mpaka muda sasa alhamdulillah nashukuru sana, imenionyesha mwamko mpya katika maisha yangu. Chukua namba zangu hapo 0707 72 84 94. Kama vipi Cisco Mombasa, tafadhali kibiashara iko sawa. Asante. Shukran sana.